Nyumbani baba hajawahi kutengewa chakula na mke wake. Lakini mchungaji akija na magoti yatapigwa, atanawishwa kwa magoti, atasali mama kwa vimaji vya moto, yani vimaji vya moto na katishwa hapo pembeni. Lakini mume wake hajawahi kumfanyia mambo kama hayo. Yaani hata mimi huwa linaniuma sana. Sielewi kwa nini. Kwa sababu mtu wa kwanza kumtii ni mumeo. Unaanza kumtii wa kwako. Hata Biblia imesema asiye wajali wa nyumbani mwake ni mbaya kuliko mpagani. Kwa hiyo anza na wa kwako, mume wako kwanza. Unapomtii huyu, ukimtii mchungaji ataondoka. Atakapoondoka cha moto utakiona. Lakini ukianza na huyu wa ndani, atakuheshimu, atakupenda, atakutunza. Na wengi tumeshindwa kutunzwa kwa sababu hatuwatii waume zetu. Yaani ukijua hiyo siri, mama, ukajiweka kwenye nafasi yako ya utii, ukafanya majukumu yako yanayokuangukia vizuri kwa mume wako, utaishi kama malaika. Baba chakula nakuta tu mezani. Kachukue baridi. Dada, nenda basi kamwekee baba chakula. Sasa hiyo una chati, una kazi gani? Umenyosha na mboga. Umenyosha na yani wala baba anakuja na kamfuko kake kaleta mboga, samaki kabeba, matunda. Wewe mtoto kampokee baba yako. Nyanyuka nenda kampokee. Una heshima yake. Au ndo narudi kutoka kazini, nimefokewa na bosi wangu, nimetafuta kwa shida na kadhalika. Alafu unajua tunapoendaga na mifuko nyumbani, mpaka tunaifikisha nyumbani. Jamani, tunapitia mengi huko njiani kwa sababu wapokeaji wako wengi sana. Ukikaa vibaya unaweza kujikuta mfuko ufiki vizuri nyumbani, mfuko unabaki njiani. Na ndio maana wengi mifuko imeishia njiani. Sasa unafika na mfuko nyumbani, alafu unakutana na mama yuko wangu anatoka na wahi kwenda kwenye maombi na maombezi ama kwenda kuimba. Hata hayo maombi hayafanyi kazi.